samaki wachache wakashiba wakara. Maandiko anasema ya kwamba wakakusanya vikapu 12 kama ni masazo, kwa watu wakashiba. Kwa yote ambaye anamtegemea Mungu, nataka nikwambie, utapata fedha, utaiona inafanya kazi, utalima mashamba, utaona vinatunzika, hapatakuwa na chuma ulete. Sikiliza nikwambie, Wasukuma wanasema roho ya kuhungura hiyo haitakuwako kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni kumtazama Yesu kwenye mambo yako yote. Mtazame Yesu unapoamka asubuhi, unapolala usiku, unapoenda kwenye kazi zako 1 2, wewe mtazame Yesu tu. Yeye ndiye anayetangulia. Inawezekana unakwenda wako wameandaa mabaya, Mungu anayeondoa hayo. Wanaweza wakaja usiku wakaroga sana, wanasema kesho ataamkia hospitali, wanashangaa unaamka asubuhi unapiga mswaki kwa raha zako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza wakaroga usiku kucha, unaweza wakashitaki usiku kucha, lakini unashangaa watu wameamka wako salama. Inakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Wao unaweza usione, wao wanaweza wakafanya hayo mambo ya gizani, lakini Mungu huwa anatulinda. Sikiliza nikwambie, mimi huwa nawaambia watu, kama wachawi wapo, waje. Bwana Yesu asifiwe. Waje tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakija wamuone Mungu tuliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuroga, wache waroge, haina shida. Mbuzi wachinje, watambike makaburini, wache wafanye, wamthibitishe Mungu tuliye naye. Na hili ndilo nayotangaza kwenye anga la mahali hapa, ya kwamba yuko Bwana. Hatubahatishi, sio kwa bahati mbaya, sio kwamba tunaigiza, hapana. Hivyo ndivyo ilivyo. Bwana yuko upande wetu, maana maandiko anasema ya kwamba ni nani aliye juu yetu? Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwa wapata kuwa na chochote itakachokuwa juu yetu. Sikiliza nikwambie, ukisoma historia ya wana wa Israeli, ukisoma kitabu cha Hesabu ile sura 22, wana wa Israeli wametoka nchi yao ya Misri, wanakwenda kwa nani? Wanakwenda Kanani. Wanafika mahali wanakutana na mfalme wa Moabu, alikuwa anaitwa Baraki. Anamwambia Balaam, naomba ukanilanie wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Baraki alikuwa ni mchawi. Balaam alikuwa ni mtu ambaye Mungu anamtumia, anaweza katamka laana au baraka. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma kwa muda wako Hesabu sura 22, soma sura yote hiyo, kuna hiyo habari hapo. Walipokuja wana wa Israeli walikuwa ni wengi. Alipowaona akasema, hawa watu hawa nimesikia habari yao ya kwamba wameipiga Yeriko, na mfalme wa Yeriko amepigwa. Wakaipiga Ai, mfalme wa Ai akapigwa. Kulikuwa na wafalme wakubwa, mmoja alikuwa anaitwa Sihoni, mwingine alikuwa anaitwa Ogu, wakapigwa. Lakini hawa watu bahari ya Shamu imechanika, wanakuja kwangu. Je, nitabaki salama? Bwana Yesu asifiwe. Nitabaki salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, kwenye ulimwengu wa roho kuna wachawi wamesha taharuki kanisa kuwepo hapa. Wanajiuliza itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, hawataweza kufanya jambo lolote kwa jina la Yesu Kristo. Wanajiuliza, tumesikia kwenye ule mji kwa Baba Elia, kwa Mama Neema iko madhabahu imejengwa. Nataka nikwambie, hii ni madhabahu ya Bwana Mungu aliye hai. Haijalishi vyovyote watakavyowaza, haijalishi vyovyote watakavyokaa vikao, nataka nikwambie salama yao waokoke. Wasipookoka, Mungu anasema usimwache mwanamke mchawi aishi. Ikiwezekana aende kwa kaburi, labda ajisalimishe kwa Yesu. Ndivyo Bwana alivyotuagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usije ukawaza ukaanza kuogopa. Sasa alipoona watu, Baraki akamwita Balaam, akasema, Balaam njoo, kuna hili kundi ni hatari. Wanaojiita walokole sio watu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hao wanaonena kwa lugha, hao wanaoshandalaizi sio watu wa kawaida. Naomba unilaanie kabla wajafika kwangu, maana wakianza ibada tu hapa, tunguli zangu zitaharibika. Bwana Yesu asifiwe.
wale wakianza ibada tu hapa, mimi nimefuga majini hata hama, itakuwaje? Nina mishukule ndani, naomba unisaidie. Wanaenda Ukelewe wanachukua mganga, wanaenda Kigoma wanachukua mganga, wanaenda Sumbawanga. Sikiliza, wameona kanisa la maturubai meupe, wanajiuliza hela namna gani? Hilo ni la Bwana. Wanasema Balaamu, njoo unilanie watu hawa. Bwana Yesu asifiwe. Balaamu akaenda, Mungu akamkataza, akamwambia Balaamu, usiende. Hawa watu wamebarikiwa, hawa watu mimi ndiye niliyowatuma. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyebarikiwa huwezi ukamlani. Balaamu akawa kichwa ngumu, akaenda. Maandiko anasema ya kwamba wakajenga madhabahu 7. Madhabahu 7 wakajenga ili kulani wana wa Israeli. Lakini katika kila madhabahu wakachinja kondoo waume 7. Bwana Yesu asifiwe. 7 mara 7 40. Manake kila madhabahu ya kwanza wakachinja kondoo 7. Madhabahu ya pili kondoo, ni kafara hiyo, kondoo 7. Madhabahu zote 7 kondoo 7, manake kondoo 49. Alafu wakachinja na ng'ombe 7 kwa kila madhabahu. Kwa madhabahu ya kwanza mang'ombe 7. Siku mnetale manzagamba yanachinjwa. Sasa ng'ombe 7, 7 mara 7 ng'ombe 49, kondoo 49. Lengo ni kuwalaani wana wa Israeli. Anafanya Balaki. Maandiko anasema ya kwamba akawachukua na waganga, akawapa na ujira wa uganga, akawaambia nendeni, lile kundi lile linalofanya linajua kubudu na kusifu, lile kundi lile linalofanya linajua kuomba sana, lile kundi lile linalojiita limeokoka, hilo naomba laana iwe juu yao. Sikiliza nikwambie, hapatakuwa na laana, hapatakuwa na mikosi, hapatakuwa na magonjwa, hapatakuwa na lolote baya kutoka kwao. Maana Mungu akitubariki tumebarikiwa kweli, maana Mungu akituinua tunainuliwa kweli, maana Mungu akitulinda tunalindwa na nguvu zake. Maandiko anasema ya kwamba huagiza malaika akiwazungukia na kufanya kituo wale wa mchao. Kwa unapokuwa tumelala usiku, malaika wako wamelinda. Unapotembea njiani, tuko na malaika. Kwa macho ya nyama hatuwaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatembea kwenye bodaboda, malaika ameshikilia usukani. Chochote tunachofanya wako malaika nyuma yetu. Ni kwa nini? Maana kwetu Yesu ndio tegemeo, Yesu ndio kimbilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukalazwa hospitalini, lakini pembeni ya kitanda malaika wako pamoja na wewe. Anakufa kitanda cha pili, wewe hautakufa kamwe, unatoka salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu alipokuwa mjamzito, mtoto ule yuko hapo, ule mdogo, tukaenda Waja kujifungua. Tulipofika Waja, unajua sasa kuna vipimo vyao, wanaweza kukupima hapo kakutishia. Wanasema njia haionekani, haifunguki. Sasa tulipofika pale, jambo la kwanza liliongea ule nesi, akasema mmekuja mapema sana, huyu yuko bado kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo anavyosema yeye, mmewahi sana. Sasa ni elimu yake inamwambia hivyo, na vipimo vya kwake vinamwambia hivyo. Kwa akamchukua mke wangu akamweka kwenye kitanda, pumzika hapo, unafanya mazoezi inani huko. Kwa hiyo kaendelea huko na mambo yao. Wanasema njia iko bado, mmewahi sana kuja hospitali. Lakini mimi ndani nasikia hapana. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye mimi nikawa nimetoka nje ya mlango wa leba. Tulikuwa tuko ndani. Sasa kwenye vitanda vya kupumzikia hajaenda bado leba. Maana anasema wewe bado, kwa subiri kwanza. Mimi nilipotoka kwenye mji wa mlango wa leba, pale mlangoni nikaenda nikapiga magoti. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo kwa nje kulikuwa na mbaba mmoja ana mke wake. Naomba simama binti yangu. Ana mke wake amezaa kwa operation. Walimwambia unamfanyisha mazoezi mke wako. Kwa anamshika hivi, wanatembea wanaenda pale nje, wanaenda. Nikawa naangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sasa wale wanafanya mazoezi, ni usiku wa saa 2 kwenda saa 3. Mimi nikatoka nje ya leba, nikapiga magoti mlangoni, nikamwambia Mungu, sitaki aibu. Bwana Yesu asifiwe.
nikaanza kunena kwa lugha nje ya leba hospitali. Watu wanapita wananiangalia, wanaona mbona huyu mzee amechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mbona kama akili haimtoshi vile. Mimi nasema raba shandaraba sika roba sharaba sandaraba, ninakataa roho ya mauti, ninakataa roho ya kaburi kwa jina la Yesu Kristo. Wakaendelea kuomba, nikasikia kelele ndani na kilio. Mwanamke amejifungua lakini sio leba. Yesu akaitana, wewe njoo kimbia, tayari ameshaza. Wamwambia fanya mazoezi wao. Bwana Yesu asifiwe. Njoo lete kitu fulani njiani koridoni. Lakini wao walisema bado. Walipompima wanatuambia mbona umewahi. Kwa hiyo kwa akili ya kibinadamu inaweza ikakuambia mambo kataa. Sikiliza ndani Mungu anasemaje. Bwana Yesu asifiwe. Hachana na watu wanasema nini. Sikiliza ndani Mungu anasemaje. Unapomsikia Mungu anaposema, unaingia kufanya. Mungu anafungua mlango. Maana anahitaji watu ambao wanaweza wakamsikia, walio tayari kutembea na Mungu. Hao ndio wanaowataka walio tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ndio wanaowatafuta. Na ndio maana mchana wa leo jifunze kumtazama Yesu. Acha kutazama daktari. Ni kweli wamesoma, tunaelewa, wanaweza akatupa Panado 2 mara 3 ni sawa, tutakunywa, lakini bado ndani yetu tumtazame Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Simama kwa miguu yako. Mungu akusaidie sana. Umtazame Yesu. Bwana asifiwe. Mtazame Yesu. Hacha kuangalia watu. Watu watabaki kuwa watu. Wakati mwingine wanaweza wakafika mahali wakawa ni msumari kwako, wala wasikusaidie. Wanaweza wakakusema vibaya, wanaweza wakakudhalau, wanaweza wakakudhihaki, wanaweza wakakutukana. Watu wanaweza wakafanya namna yoyote ambayo wanaweza, lakini yuko Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Yuko Mungu, hajawahi kushindwa. Yesu hajawahi kushindwa. Anatafuta watu wachache walio tayari atembee nao. Kwa mchana wa leo Mungu akusaidie, utembee naye tu, afanyike kwako ni ushindi. Yaliyoshindikana